Tunarudi paka mwaka 2002 huko Toronto, Canada. Tutakutana na mtoto wa miaka 13 anaitwa Maylin Lee ama May. Yeye anaishi na wazazi wake, Ming ambaye ni mamake pamoja na Jin ambaye ni babake. Mmoja wa vitu ambavyo wanavifanya pale ni kusaidia kutekea hekalu lao la kifamilia la asili ya Uchina, ambapo hapo huwa wana worship ama kupay respect kwa ancestors wao, na wao katika familia yao huwa wanafanya kwa wale ambao ni ancestor wa upande wa mama anaitwa Sunie. Lakini Meili huwa anafanya juhudi sana hata shuleni kuhakikisha kwamba mama yake anakuwa very proud of yeye. Lakini teenagers tunawajua bana, ndani ya hayo yote ambayo anafanya anaficha ukweli wa kwamba yeye anafanya mambo fulani ambayo ni ya kijinga sana, yeye pamoja na marafiki zake wengine Miriam, Priya pamoja na Abi. Afujua hapo wanaipenda bendi ya wavulana inaitwa Four Town. Lakini siku moja huyu mamake ambaye yuko very overprotective akamkamata May akiwa na michoro fulani hivi ya kijana mmoja ambaye anaitwa Devon. Yeye ana miaka 17, alafu ni muuzaji tu katika duka moja hapo katika mtaa wao. Kwa mama akaona kwamba sio kweli, akamchukua May, panda kwenye gari mpaka kwenye department store. Kufika pale akamsema sana yule kijana kwamba ana tabia chafu ya kuwafanya watoto wa kike waanze kufikiria masuala ya mapenzi kwa muda ambao sio wa kwao. Akamwonyesha na ile michoro yote ambayo May alikuwa ameichora. Sasa wakati anafanya hayo, wanafunzi wenzake wengine walikuwa pale kwa wakashuhudia jambo zima. May alikuwa yuko humiliated kinoma siku hiyo. Kwa hiyo siku hiyo May akawa amepanic kweli kuhusu kile ambacho kimetokea na nini ambacho watu watakiwaza kesho akienda zake shule. Kwa hiyo siku huo ukao ni siku ambayo ni mbaya sana, kota mandoto ya ajabu ambayo pia yalikuwa yanahusisha Red Pandas. Yeye kamka asubuhi akajikuta kwamba naye amekuwa transformed kwa moja wapo ya wao. Kwa hiyo alipanic kweli kuona kwamba hii ni nini? Yaani kwa hali ya kawaida inawezekana tu mwanadamu akabadilika kuwa Red Panda. Kwa hiyo ikamuumiza sana asubuhi hiyo. Lakini akaja kugundua baadaye kwamba kumbe yeye anabadilika kuwa hivyo kama akiwa na emotions za juu. Akipenda sana, akikasirika sana, akihuzunika sana, ndipo anabadilika kuwa Red Panda. Kwa kama akiweza kumaintain na kustabilize emotions zake zikakaa sawa, basi anaweza sibadilike kuwa Red Panda. Kwa akaamua basi isiwe tatizo. Akatuliza munkari zote, kisha akavaa mzoro wake vizuri, then akaenda zake shule. Kufika huko shule, hakikisha kwamba hamna emotion yoyote ile ambayo anayohusisha. Zaidi sana atulie tu kwa ajili ya darasa lake. Ubao kama mmoja. Mama akanafikiri kwamba May ameingia katika period yake ya kwanza. Kwa hiyo akahakikisha kwamba hata pale shule amepita kiujanja paka ndani ya shule kuhakikisha kwamba mtoto wake yuko salama. Sasa security guard akaja kwamba bwana mama unafanya nini? Anambia utakuwa unijue mwanangu anasoma katika shule hii. Anambia basi sawa utaenda kwenye ofisi kule kuongea na mkuu wa shule. Anambia hapana, mimi nataka nimuone hapa. Sasa katika jambo linatokea, wenzake wakana shanga kwamba huko kuna nini huko nje. May anageuka hivi anatazama ni mamake. Mama anambia May, mwambie kwamba mimi ni mama yako. Na mwambie kwamba wewe unasoma katika shule hii, mwambie kwamba umesahau kutuchukua padi zako na nimekuletea. Hasa hivyo zionyesha hivi, wanafunzi wote wakaziona. Kwa hiyo May kamfanya tena apate emotions kali sana. Akaishia kubadilika kwa Red Panda. Kwa namna hiyo akaamua kimbie tu hapo shuleni huko akiwa amepanic, kisha aelekeza nyumbani. Sasa akielekea pale nyumbani, Ming ambaye mama yake akampigia simu babake kwamba aje nyumbani mara moja, kuna shida ambayo imetokea. Yule mzee anasema, "Si shida ya kike hiyo au?" Anambia, "Hamna, ni shida nyingine, njoo nyumbani mara moja." Ile kufika tu nyumbani hivi ameingia ndani. Anasema, imeshatokea tayari." Mimi akasema, "Subiri. Imetokea tayari unamaanisha nini kwa mfano?" Ndio kabidi nianze kumuelezea. Sasa bana, hii spirit ya Red Panda alipewa ancestor wa kwanza kabisa yule ambaye ni Sunia ambaye paka sasa hivi wanamwabudu. Na alipewa ili aweze kuwalinda watu wake wa kike katika muda ambao kijiji chao kilikuwa katika vita. Na shida ikawa moja tu. Wale wote ambao wanazaliwa katika ukoo huo ambao wakawa wa kike wakawa pia wanapata hiyo ability ya kuweza kutransform kwa Red Panda. Lakini sasa ubani kwamba siku hizi imekuwa sio ambayo inafaa katika mazingira sasa hivi, yani modern time. Hao Red Panda hawana issue yote. Kwa hiyo kama vile watu wakikuona watapata wasiwasi. Kwa hiyo namna pekee ya kuweza kutoa hichi kitu ama kufanya ili Red Panda leo ndani yako lisiweze kutoka ni mpaka kutumia spells fulani ambazo zinatumika pia na hirizi, ambayo hiyo ibada inafanyika katika usiku wa kupatwa kwa mwezi. Na ubaya ukani kwamba kulingana na utabiri wa anga, kupatwa kwa mwezi kutatokea ndani ya mwezi ujao. Yaani kwamba kama sasa hivi tuko mwezi wa 8, that means mpaka mwezi wa 9 ndio itaweza tena hiyo lunar eclipse kutokea. Kwa hiyo ikabidi mpaka muda huo aweze kutulia tu. Lakini over time wale marafiki zake wagundua kwamba huyu binti anabadilika kuwa Red Panda. Lakini wao wakapenda tu kwamba mbona ina unyama? Haina baya lolote, yani wewe tu unajiogopa. Kwa kama marafiki wamekubali basi haina shida. Lakini pia akagundua kwamba akikaa nao karibu inamfanya yeye aweze kucontrol emotions zake zisiweze kuwa kubwa sana kiasi kwamba akaweza kutransform. Kwa hiyo baada hapo May ikabidi turudi katika maisha yake yale ya kawaida siku zote, kwenda shule, kurejea nyumbani, kufanya kazi katika hekalu. Lakini shida ikawa moja tu. Alipoomba ruhusa kwenda kwenye concert ya Four Towns walivyokuwa wanakuja katika jiji la Toronto hapo, mama alimkataza, akasema hapana.
kwanza kabisa Photon hata si wakubali. Lakini namba 2, emotions zako zikienda mbali sana unaweza kutransform kwa Red Panda afu kakamatwa hapo hapo ikani tabu nyingine. Kwa hiyo wale marafiki zake wakaamua kutafuta namna nyingine, kwa sababu walikuwa mama pia na pesa ya kuweza kwenda katika concert hiyo. Kwa wakaamua kutumia ile fact ya kwamba binti anaweza kubarika kwa Red Panda ili waweze kukusanya hela kuja kupata tiketi. Kwa hiyo ukitaka kupata selfie na Red Panda lazima walipe kwanza hela. Ukitaka kuhang out naye lazima kwanza walipe hela, kisha ndo wao waweze kufanikisha hilo jambo lako. Kwa hiyo wakana mdanganya mama kwamba bana sisi tuna study, unajua sleepover fulani hivi ya kusoma, kwa ndo maana mtoto wako labda atachelewa leo au hatakuja kabisa. Kwa mama akasema okay, it's a good thing, kama watu wanasoma sio mbaya, lakini kumbe walikuwa wanafanya shughuli hiyo. Sasa ikabakia kama dola 200 tu ambayo inahitajika ili pesa kwa ajili ya tiketi za wao wote ziweze kukamilika. Kwa hiyo wakaamua jambo moja tu, kwa sababu budi wa shule hiyo ama mtu muonevu anaitwa Tyler ilikuwa birthday yake inakuja hapo mbele, na akaomba kwamba eti basi huyo May aweze kuattend kama Red Panda, itakuwa very cool wale watu wengine wakiona. Kwa kabla mna tabu ile watalipa dola 200. Akasema fresh, hamna shida. Sasa usiku wakati anatoka sasa kwenda katika hiyo party, mara anti pamoja na bibi wa May wakawa wamekuja hapo. Kwa nini? Ilikuwa tayari imekaribia siku za kufanya ile jambo la kumfanya yeye aweze kusili yale masuala mazima ya Red Panda. Sasa watu katika sherehe kule hajagundua kwamba kumbe hao Photon wamebadilisha tarehe ya kuja katika mji wa Toronto. The date ambao watakuwa wanakuja Toronto ndio itakuwa pia siku hiyo hiyo ambayo hiyo richo yake ya kumfanya yule Red Panda usiweze kumtoka ndio itakuwa inafanyika. Kwa lugha rahisi ni kwamba hataweza kwenda katika concert ya Photon. Hiyo jambo lilimkasirisha sana. Baada hapo wakati amekasirika, Tyler akaanza kuongea vibaya kuhusu familia ya kina May. Sasa hata anaongea vibaya masuala ya familia yao, May akapata hasira. Kwa hiyo akaamua kureact. Hivyo react tu watu wote wakaanza kuogopa kwamba Red Panda imekwaje tena, kwa hiyo akaanza kukimbia huku na kule. Mara wazazi wakawa involved. Wale wazazi wa Tyler wakaamua kumpigia simu moja kwa moja mzazi wa May. Kisha akamkasirikia sana kwamba yeye unamsii binti yako ana tabia za ajabu ajabu. Sijawahi kuona ujinga kama ambao nimeuona leo. Mati mtu anakosa Red Panda mali na ataka watu. Hivi unajua niko namna gani mtoto wangu amekuwa traumatized. Mama anasema tusamahani, mnisamehe jamani. Sio tena watoto. Hatutaki kusikia msamaha wako bwana. Haya jamani, kila mtu atoke. Maana pati nini shaisha. Haya mwanangu. Twende zetu yeye. Chana hao wajinga. Mama naye akaamua asilaze damu. Moja kwa moja akawalaumu wale marafiki zake kwamba wao ndio ambao wanatumia advantage ya May kuwa hivyo kwa ajili ya kuhakikisha kama anapata hela, lakini pia wanafanya mambo yao kisirisiri. Alafu mtoto wake ndiye ambaye anakuja kupata lawama mwisho wa siku, kwa hataki tena kuwaona. Hataki kuona May ana hang out na wao. Basi siku kadhaa mbele, wakati baba yake na May anafanya usafi katika chumba kimoja, akaona kamera ambapo May pamoja na marafiki zake walikuwa wamejirekodi, huku May akiwa anabadilika kwa Red Panda, anabadilika kwa mtu wa kawaida. Red Panda, mtu wa kawaida. May alipomkuta akasema baba, mimi nipatie tu niifute. Tukao tu tunasojua tu marafiki na wao ni ujinga. Ambia hamna. Hii sio mbaya sana. Hii ni historia yako. Embrace, usijisikie vibaya. Hata hivyo si siku tu utakuwa mtu wa kawaida. Don't worry. Basi bana, ikafika siku ya kufanya hilo jambo la kuhakikisha kwamba basi huyo panda anawekwa ndani na hawezi kutoka tena, kiasi kwamba akaogopesha watu. Wakiwa wanafanya ile ibada ya kuweza kufanya hilo jambo, May akaamua hapana. Mbona kama hizo powers zilikuwa vizuri tu, afu nilikuwa naishi vizuri kabisa na marafiki zangu na kila mtu alinipokea fresh tu. Acha nibaki nazo tu wala hamna shida. Kwa hiyo akaamua huyo atoroke aende katika ile concert ya wale vijana. Kumbuka siku hiyo nilikuwa siku ambayo concert pia inafanyika. Ilikuwa inafanyika katika uwanja mmoja unaitwa Skydome. Kwa hiyo akaamua atoke, akaelekea kule, lakini wakati anatoka kwa bahati mbaya akamsuka mamake akaanguka, kisha ilizi yake ikavunjika, ambayo inamfanya yeye sasa asiwezi kubadilika pia kuwa lipanda hilo. Sasa ile ilizi ilivunjika, mama kupata hasira kwa kile ambacho May amekifanya, akabadilika kuwa Red Panda mkubwa zaidi kuliko jinsi vile ambavyo binti yake alivyo. Lakini muda huo tayari May alikuwa yuko zake katika Skydome huko, ameshapatana na wale marafiki zake pamoja na Tyler, wanasherekea tu. Mara wale Photon wakaanza show. We love you Photon. Lakini huku nje mama yake alikuwa anakuja kutaka kumchukua May kwa force. Sasa wakati wako pale wanagombana, kwa bahati mbaya sana May akaishia kumpiga mamake mpaka akafika hatua akawa yuko very unconscious kabisa. Hawezi hata kufunction tena. Sasa ubao kama mmoja tu usiku huo, kwa sababu kulikuwa kuna lunar eclipse, ilikuwa ndio usiku ambao ni lazima jambo zima la kumrudisha mtu yote yule kwa binadamu wa kawaida lifanyike usiku huo. Na ubaya kani kwamba hiyo eclipse yenyewe inakaribia kuondoka. Alafu mama yuko unconscious na ni mkubwa sana, kiasi kwamba May hawezi kumsukuma yeye mwenyewe abaki katika sako ambayo baba ilibidi aichore aweze kufanya matambiko ile au mapanda waweze kuondoka. Kwa hiyo kabidi hata yule bibi pamoja na auntie waweze na kujibadilisha kwa mapanda ili waweze kumsukuma Ming ambaye sasa hivi yuko unconscious ndani ya sako, alafu ile tambiko lifanyike,
kisha warudi kuwa binadamu wa kawaida. Sasa wakati tambiko linafanyika walikuwepo wote humo ndani ili kwamba wasiweze kuwa mapanda tena. Basi tambiko lilipofanyika wakapewa katika dunia nyingine tena, ambako huko Ming pamoja na Mei ikabidi kwanza waweze kuseto mambo yao na kuombana msamaha kwamba okay, mimi ni step the line. Mama naye anasema kwamba mimi nikulazimisha tusameheane. Kisha kila mtu akaamua kuchagua upande wake. Bibi, aunti pamoja na mama wakaamua kwamba bana, sisi tunatamani kuwa binadamu wa kawaida, alafu hizi nguvu zitunzwe katika talisman zetu. Lakini Mei akaamua hapana, mimi naishi nitaishi nayo hivi hivi tu, yani kama nikipata emotions kali nitakuwa bado tunabadilika vile vile. Na mama akaamua accept tu kwamba ni path ambayo labda binti ameipenda, kwa tutafanyaje? Kwa hiyo wakakubaliana tu hivyo kwamba okay, tunarudi lakini kila mtu kwa namna ambayo yeye mwenyewe anaitaka. Ni mwaka mmoja sasa na familia ya kina Lee iko inaendelea ku raise money kwa ajili ya kurepair damage ambazo zilitokea katika ule uwanja ambako Four Town walikuwa wakifanya performances kweli. Lakini Mei pamoja na Ming uhusiano wao sasa hivi umeimprove. Umekuwa watu ambao wanaelewana sana tu. Mei anajitahidi kubalance masuala mazima ya hekalu lakini pia na shughuli zake zingine kama shule. Lakini kwa muda huo pia hata ile personality yake ya Red Panda imekuwa moja kati ya vivutio ambavyo vinafanya watu waje kutazama kwamba bwana, kuna mtu ambaye anabadilika kuwa Red Panda huko Toronto, alafu analipa hela nyingi sana ili kuweza kumtazama. Then anapata pia nafasi ya kuhang out na marafiki zake pamoja na yule bully wa shule anaitwa Tyler. Ila kitu cha kuchekesha kipo hapa. Baba ambaye anaonekana kabisa vile hajali mambo yote, eti na yeye alikamatwa kwenye basement anasikiliza nyimbo za Four Town. Asante sana. Hii inaitwa Turning Red. Mimi naitwa Winani. Until next time, ciao.